Watanzania tulio wengi tuna changamoto kubwa sana kwa sababu wengi tunataka mabadiliko. Utakuta mtu anasema ninataka mabadiliko, lakini ukimuuliza unataka mabadiliko upande upi na unataka mabadiliko yapi, hawezi kusema kwamba mabadiliko ambayo mimi ninataka kwenye sehemu fulani, mabadiliko ninataka hiki kisiwe hiki kiwe hivi. Ila tuna uwezo wa kusema kwamba tunataka mabadiliko. Sasa Mtanzania nikuulize, wewe ukiulizwa kwamba unataka mabadiliko upande upi? Mfano, mimi ningeulizwa unataka mabadiliko yapi? Ningesema hivi, mimi nimepitia baadhi ya kwenye sera za kiuchumi, nimekutana na malengo matatu ambayo yamenivutia mimi kuzungumza. Lengo la kwanza ni kuongeza ajira, yani kuzalisha ajira ndani ya taifa. Halafu lengo la pili ni kukuza uchumi. Lengo la tatu ni kujenga viwanda. Sasa haya ni malengo matatu ambayo yanahitaji, ili tuyatimize lazima tuwe na elimu ambayo ni bora. Ili tuyatimize lazima tuzalishe wataalamu. Sasa ningeuliza kwamba kama haya ndiyo malengo ya taifa kwenye sera za kiuchumi, je, ni mikakati ipi ambayo ipo kuhakikisha haya malengo tunayafikia? Inabidi mjue kwamba msingi mkubwa wa kuyafikia haya yote ni elimu kuwa bora. Na jambo ambalo mimi ninaliona kwenye elimu kuna madhaifu makubwa sana, kwa sababu elimu iko chini ya udhibiti wa wanasiasa. Lakini kwa mtazamo wangu, elimu haikupaswa kuwa chini ya udhibiti wa wanasiasa. Kivipi? Ilipaswa elimu iwe chini ya udhibiti wa kitengo ambacho kinahusika na ujenzi wa taifa, kwa sababu kitengo kinachohusika na ujenzi wa taifa ndicho kitaleta mapendekezo kwamba kwa uhitaji wa taifa letu tunahitaji tufanye mabadiliko kadhaa kwenye sera ya elimu. Tunahitaji tuzalishe watu fulani kwenye sera ya elimu. Kitengo cha kujenga taifa ambacho ni JKT, mimi ninaona elimu ilibidi isimamiwe iwe chini ya udhibiti wa hiki kitengo na sio wanasiasa, kwa sababu wanasiasa wanatupa matumaini ambayo si ya kweli. Wewe fikiria, mfumo wa elimu umeandaliwa kuzalisha watu ambao ni watumishi, sio watendaji. Halafu anatokea mtu anakuambia kwamba inabidi usome ili ujiajiri. Sasa swali la msingi kwamba nitawezaje kujiajiri wakati mfumo ambao unanitengeneza mimi, unanitengeneza kuwa mwajiriwa, unanitengeneza kumtegemea mtu mwingine. Halafu kingine, ningewaomba Watanzania tuwe tunauliza. Sehemu ambapo ilitakiwa muulize, ninyi huwa mnapiga makofi. Mtu anakuambia nitazalisha ajira, unapiga makofi. Mtu anakuambia kwamba nitawaruhusu wawekezaji, nitarekebisha sera waje wawekeze ili wazalishe ajira kwa Watanzania. Muulize swali, ikitokea wawekezaji wamekataa, una mbinu gani nyingine? Muulize swali kwamba wawekezaji sio kwamba sera zako tu ndo zitawafanya waje, na wao wataangalia, je, wakiwa na masharti ambayo yanalenga kuwakandamiza raia utawaruhusu? Sio kupiga makofi. You have to ask. Lazima muulize hayo maswali ya msingi, sio muwe mnapiga makofi. Huwa nasikiliza baadhi ya mikutano, yani ninaona kabisa hapa ilitakiwa muulize swali, lakini ninyi mnapiga makofi. Hicho ndo kinawapoteza. Kwa hiyo maoni yangu mimi, mdau wa elimu, nilitamani sana elimu iwe chini ya udhibiti wa Jeshi la Kujenga Taifa, kwa sababu ndilo linalohusika na maendeleo ya taifa. Maana yake hapa tungetengeneza mfumo ambao ni decentralized but organized. Maana hiki kitengo kingekuwa kinaandaa sera, hizi sera kutokana na mapendekezo ya wananchi, lakini hizo sera zingekuja kuthibitishwa au kuruhusiwa zifanye kazi na rais. Maana yake hapo tayari kunakuwa na ushirikiano, kunakuwa ni mfumo ambao ni decentralized lakini ni organized. Maana yake hayo maoni mimi ndo ningetoa, na sio kusema tu kwamba hivi ninataka mabadiliko. Kwa hiyo mabadiliko makubwa ambayo mimi nina demand ni kwenye upande wa elimu. Badala ya kusema kwamba watu wasome wajiajiri, tutengeneze mfumo ambao utawazalisha hao watu wa kuajiri wengine. Haiwezekani wewe umesoma kwa zaidi ya miaka 10,
wewe umesoma human resources and management, unakuja kuwa bodaboda. Sasa swali nakuuliza, je, human resources and management ilikuwa inaishia kuwa bodaboda? Wewe umesoma agriculture engineering. Je, agriculture engineering ilikuwa inakutaka wewe uje uwe unachokifanya mtaani? Sasa hivi kila mtu anayemaliza masomo anakimbilia kwenye biashara. Kwani kwenye biashara kulikuhitaji wewe hadi uende vyuo vikuu? Ilipaswa uende ukitoka kule urudi na ujuzi ambao utaweka kwenye jamii ili uzalishe kitu kingine kipya au kitu kingine kinachofanana na hicho. Umeshawahi kujiuliza kwamba kwa nini watu wanaenda vyuoni kusomea kazi, hawaendi kusoma kujifunza kuzalisha hiyo kazi? Ushawahi kujiuliza hilo ukapata majibu? Sasa inabidi ujiulize hivyo, na ndio maana ni ngumu sana. Unaweza ukakuta mtu akifukuzwa kazi anakuwa na msongo wa mawazo, anakuwa anawaza nitaishije. Kwa nini anawaza vile? Kwa sababu akili yake imetengenezwa kwa muda mrefu kutegemea kitu kimoja. Yaani hii akili ulionayo imesukwa utegemee kwamba wewe unaweza ukaishi kwa kutegemea hiyo ajira. Kwa maana yake unaponyang'anywa, akili yako inaanza kupata msuguano mkubwa kwamba nitawezaje kusurvive. Lakini kimsingi watu ilibidi wafundishwe kufikiri, na kwa sababu kufikiri ndio kunaweza kukazalisha kazi zote ambazo unaweza kuzifanya ambazo sasa hivi watu wanaenda kusoma. Maana yake mimi ninachoona kwamba inabidi tutengeneze mfumo wa elimu ambao utawafundisha watu how to think and not how to work. Mfumo uliopo unawafundisha watu namna ya kufanya kazi, unawafundisha watu kufuata vilivyopo na sio kuanzisha vitu vingine. Sijui tunaelewana? Ikitokea mtu ameanzisha kitu kingine, maana yake yuko nje ya mfumo. Inatakiwa tuelewe changamoto kubwa ni kwenye mfumo wa elimu. Kwanza utoke chini ya udhibiti wa wanasiasa, uwe chini ya udhibiti wa kitengo ambacho kinahusika na ujenzi wa taifa. Baada ya kuyasema hayo, Tanzania itajengwa na sisi wa Tanzania, na tunaijenga kwa kuanza kuongea hivi na kisha vitendo vinafanyika. Huwa ninasema kwamba elimu ni bora sana, lakini vitendo ni bora zaidi. Mungu atubariki sisi wa Tanzania.